Kila mwanaume anayekuja kwenye maisha yako anaondoka bila sababu. Umejitahidi sana kwenye maisha yako kupambana, lakini wapi? Failure kila wakati. Unafeli kwenye mambo yako yote unayojaribu. Majini. Maidia, upo na majini. Na uko na mashetani ambayo hayawezi kukuruhusu kuendelea. Unafanya kazi leo, kesho unafutwa kazi. Na ni kazi mpya umeipata tu juzi. Nini kinafanyika? Umeandikwa tu kazi sasa hivi. Wiki hii, wiki ijayo, mwezi wa kwanza, miezi miwili, miezi mitatu, unafutwa kazi. Nini maana yake? Unapata pesa. Wewe ni mtu mpambanaji sana na unapata pesa nzuri saa zingine. Lakini pesa zinaishia kwa mahospitali, zinaishia kwa mambo yasiyoeleweka. Hilo ni jini linaitwa chuma ulete. Kazi yake ni kukata. Kazi yake ni kumaliza na kunyonya. Hela yote uliyopambania inaisha bila kufanyia jambo la msingi. Ila leo kuna jibu na kuna dawa. Tuende kwanza kwa wanawake, nitoe mfano mmoja. Kuna mwanamke tu ambaye ni mwanamke mzuri, ameajiriwa na kazi nzuri, eza yupo Ulaya ama yupo Kenya, Uganda, nchi nyingine tofauti, East Africa, West Africa, popote tu alipo. Ni mwanamke mwenye amejitunza na ni mwanamke mshahara wake kweli ni mzuri, hata kama sio mzuri zaidi, lakini Mungu amemjalia mapato ama kipato kizuri. Mwanamke anapata mwanaume leo, kesho mwanaume anaenda bila sababu. Mwanaume anatoroka bila sababu yoyote ya msingi. Mwanamke hana shida, hajioni na shida, wala haoni makosa yake ni gani. Makosa si ya mume ama huyo mwanaume aliyekuacha. Makosa ni vitu ulivyovibeba ndani yako, ndio vinakutesa. Vitu vilivyo ndani yako wewe mwanamke ndio vinakutesa. Na vitu hivyo vinavyokutesa vinaweza vikatoka, lakini kwa njia gani? Kwa njia gani? Unajua kuna watu wana mbio ya kutaka kuchukua namba yangu na kunipigia simu wasaidike. Hawapatii hata wengine hizi video ili zikaweze kuwasaidia, kwa sababu hii video mimi naamini haitakusaidia wewe peke yako, itasaidia na wengi binafsi. Kwenye video yangu ya nyuma nimekueleza jinsi au maana ya kutumia kitunguu saumu na karafuu, na kuna mambo mengi sana ya kutumia na ya kufanya. Kitu cha mvuto katika mwili wa binadamu ni nini? Ni sehemu zako za siri. Na sehemu zako za siri ni ngapi kwenye mwili wa binadamu wa mwanamke ambao vinamvutia mwanaume? Ni vitu vingi sana. Na hivi vitu ndo wanaume wana target. Unaweza ukawa wewe una kila kitu na unajua kutunza mwanaume, lakini hivi vitu vya kufanya chini ya pazia hauvijui. Ila sio sababu kubwa sana ya kufanya mwanaume pia aondoke. Anayetaka kununua mafuta yangu anunue. Niko na mafuta ya karafuu. Mafuta hayo ni pesa taslim 5,000. Ukiyanunua unayapaka. Niko na dawa tofauti za kutumia. Ukitumia unafungua milango. Ni dawa ya mvuto, ni dawa ya kutoa nuksi, ni dawa ya kutoa uchawi, ni dawa ya kutoa kila kitu kinachohusisha dark magic. Dark magic. Huwezi kuniambia wewe unafanya kazi miaka yote alafu unaishia kuwa maskini. Huwezi niambia wewe unafanikiwa alafu familia wanakuchukia na wanataka kukuroga. Kwa sababu unafanikiwa kweli, lakini magonjwa kila mahali. Ushashikwa na pressure, ushashikwa na kisukari, kidogo kidogo hivi ishakuangusha, umepelekwa hospitali, umeanza kufura majipu hayaeleweki, majipu mpaka kwenye sehemu za siri, hauelewi nini mbaya. Kidogo kidogo umekaa, mtoto wako mara anagonjeka, unampeleka hospitali. Na kutibiwa kwake pia ina gharama kubwa sana. So unashangaa, hii pesa ninayoipata maana yake ni gani? Kama kila siku nitashinda kwenye hospitali, kama kila siku mimi nitateseka, ni ya kazi gani? Mwanamke mzuri pia anajitunza vizuri, anamaliza vitu vyake vizuri vya kujitunza, anafikia sehemu ya kuolewa. Unashangaa tu siku ya harusi mwanamume amebadilika. Mtu anafanya kazi yake tu vizuri, amefanya kazi asubuhi, ametoka, anataka kwenda nyumbani tu, anapata ghafla tu, yani ghafla tu ajali inatokea na mtu anafariki. Mtu ametoka showroom kununua gari, amenunua gari lake vizuri, amelipanda mwenyewe, hajafika hata mbali, amepata ajali na limemmaliza.
yote hayo yanasababishwa na nini? Kwa sababu hii dunia yetu imezungukwa na vitu tusivyoviona kwenye ulimwengu wa kawaida, ila kwenye ulimwengu wa kiroho vinaonekana. Na kama hauna uwezo wa kuona hivi vitu, vitakusumbua kila siku, na utakapoviona hivi vitu lazima ujue jinsi ya kuvitatua. Musikimbilie kupiga simu na kulia, kimbilieni kuelewa na kutatua. Kwa sababu wewe pesa yako sasa hivi mimi nikiichukua na nisipojua shida yako, kwa sababu unataka tu dawa, utasaidika vipi? Sijui kama unanielewa. Utasaidika vipi? Kwa lazima ufuate taratibu. Nitafute kwenye hizi namba kama kweli unahisi wewe uko na shida zaidi hata vile unaweza kuexplain na uweze kuambia mtu mwingine, au unaweza kuambia mtu lakini vimekushinda kwa sababu ni aibu. Nitafute kwenye hizi namba +254 705 846473 +254 705 846473.